Nikukaribishe kwenye darasa la leo, rafiki yangu, popote pale ulipo na unapoendelea kufuatilia mafundisho haya. Leo tuna topiki inasema ishara 8. Wewe ni simple, wewe ni wa kawaida, umepoteza thamani yako kwa mpenzi wako. Huenda ni mahusiano ya ndoa au huenda ni mahusiano ya uchumba. Wengine wapo kwenye mahusiano ya kawaida, wanazidi kupoteza thamani na kuwa watu simple kwenye maisha yao. Hizi ni ishara, usipozigundua, ukazitambua, ukazielewa, ukazifanyia kazi kila siku ya Mungu, utakuwa ni mhanga wa swala la mapenzi. Kitu cha kwanza, unatumia pesa kwake hata kama yeye hajawa committed kwako. Leo kuna watu walikuwa kwenye ndoa wameachana, au walikuwa kwenye uchumba, mchumba ameamua kukukimbia, lakini bado unamhonga. Akikuomba kitu upo active kumsaidia na kutoa, lakini inapokuja swala la future na hatima yenu kwenye mahusiano ya kupata ndoa, hayuko tayari. Kwa nini unapoteza pesa yako na muda wako na nguvu yako? Acha hiyo biashara, ni haramu na unapoteza mwelekeo hapa duniani. Lakini cha pili, unaomba msamaha hata kama hujakosea. Wewe ni wa kwanza kuomba msamaha kila wakati na haujakosea. Unapoteza thamani yako na nguvu yako. Kumbuka, neno msamaha lazima liwe na maana nyuma yake. Huwezi ukaomba msamaha kwa kitu ambacho hujakikosea. Hujakosea, unaomba msamaha. Unaomba msamaha kwa ripi. Kadri unavyofanya hivyo, unazidi kudhalilika, kudharaulika na kuonekana si kitu cha thamani, kwa sababu haujafanya kitu chenye maana. Kama hujakosea, unaomba nini msamaha? Lakini tatu, unamtetea hata kama amekosea. Unamtetea. Uko tayari kusimama kwenye makosa yake. Uko tayari kusimama kwenye upumbavu wake. Uko tayari kutetea giza lake. Kitu ambacho hakitokupa thamani, kitazidi kukuchosha, kitazidi kukuumiza na kitazidi kutesa. Usifanye hiyo biashara, ni haramu. Na ni kitu ambacho hakitokupa thamani wala ndoa unayoitafuta. Lakini kitu cha tatu, unazidi kumfukuzia zaidi anaporudi nyuma, anapoanza kukukimbia, anapoanza kukuona si wa thamani. Hapo ndipo unapiga simu sana, unabembeleza sana, unatumia ndugu, jamaa, marafiki, unapoteza mwelekeo wa maisha yako. Usifanye hiyo biashara. Maisha na safari ya watu wengi duniani hawajui kuwa mahusiano ni biashara inayohitaji uwekezaji wa pande mbili kwa usawa na kwa usahihi. Unahitaji uwekeze kama anavyowekeza. Unahitaji uweke kama anavyoweka. Isitokee wakati wewe unapoteza muda, nguvu na uwekezaji mwingi, na yeye hana muda na wewe. Unapoteza nguvu dada, unapoteza nguvu kaka. Hiyo biashara usifanye hata siku moja. Lakini kitu cha tano, uko tayari kumwacha atawale mahusiano na maisha yako yote. Si tu kuyatawala kwamba anakuonea huruma na kukusaidia, zaidi anakuendesha. Anapanga anachotaka, anaamua anachotaka, anakupa masharti anayoyataka, hata ya kukupotezea uhuru na thamani yako. Lakini bado unakubali kwa sababu unalilia mahusiano. Usije ukahisi hauwezi ukapata mtu sahihi. Ondoa scarcity mindset. Usikubali kuzidi kuumia na kuteseka na kupoteza thamani yako, kwa sababu kadri unapopoteza thamani yako ndivyo na uwezekano wa kuja kupata ndoa ya thamani inapotea. Kitu kisicho kuthamini hakiwezi kukupa kipaumbele. Kitu kisichokuona wa muhimu na wa maana kitazidi kukupoteza na utachoka, utakosa mwelekeo na mwisho wa mwisho utadharaulika. Kwa nini unazidi kutetea, kulilia na kuhangaikia kitu ambacho kimesema leo hakikuhitaji? Usikubali hiyo biashara, ni haramu na itazidi kukutesa na kukuumiza na kukupotezea thamani. Lakini kitu cha sita, uko tayari kuogopa
kusema hapana, hata kama unaona future hakuna na yule mtu. Uko tayari kuzidi kutoa mwili wako, uko tayari kuzidi kutoa nguvu zako, fedha yako, muda wako, hiyo biashara usifanye. Lakini kitu cha 7, upo tayari kupoteza wanaume wako au wanauke wako kwa sababu ya kitu ambacho hakieleweki. Upo tayari kumpa nguvu zako mwanaume au mwanamke. Uko tayari kujidhalilisha. Anakwambia fanya kitu fulani cha kudhalilisha, uko tayari kwa sababu unampenda. Ndugu, wapo watu wengi wanaweza kututhamini. Kumbuka mapenzi huwa ni safari ya muda. Leo kuna mtu ulikuwa humkubali, baada ya muda ukamkubali. Kumbuka mahusiano na mapenzi ya dhati huwa yanaanza bila thamani, lakini kadri tunavyozoeana na watu yanazidi kupanda thamani. Lakini mahusiano ambayo ukiona yanapoteza ubora, jua ni ya kitapeli na hayafai. Kwa nini? Mahusiano na mawasiliano ya kitapeli kwenye mapenzi huwa yanaanza yanavutia yakiwa ya moto, na kadri siku zinavyokwenda yanazidi kupoteza ule ubora. Lakini yale mawasiliano na mahusiano ya dhati, ya upendo wa dhati, yanaanza yakiwa ya kawaida na baadaye yanakuwa ya thamani. Kwa hiyo hatuolewi, hatuishi na hatukubali kuwa na watu ambao kwa sababu tunawapenda hata kama wanatutesa. Hapana. Ni lazima tuwe tayari kuwa na watu au kuolewa na watu ambao wako tayari kuwa na sisi. Hatuolewi, hatuoi kitu tunachokipenda. Tunaoa, tunaolewa kwa kitu ambacho kiko tayari. Kwa sababu hata kitu tunachokipenda leo, kuna wakati tulipoanza kilikuwa cha kawaida. Na hichi ambacho unataka kuolewa nacho au unataka kikuoe, unaweza kukiona cha kawaida. Lakini kadri unavyozidi kuwa karibu naye yule mtu, ndivyo thamani inazidi kuongezeka. Kama kuna mapenzi ya dhati, kuna huruma na kuthaminiana. Lakini 8 na mwisho, uko tayari kumweka juu yako kila muda, kila wakati na kila majira. Yeye umempa tiketi namba 1 kwenye maisha yako. Kitu chochote unachokithamini, unachokipa kipaumbele kuliko wewe, kile kitu kina umuhimu na ni cha thamani kuliko wewe. Lakini maandiko yanasema tuwapende watu na majirani zetu na watu wengine kama nafsi zetu. Kama kitu unakipa umuhimu mkubwa kuliko wewe, ina maana ule ni ulevi, sio mapenzi, sio upendo wa dhati. Kitu chochote duniani ili kiwe cha muhimu kwenye maisha yako, lazima wewe uwe ni bora zaidi ya kile kitu. Sisemi ukipuuze, ukione si cha thamani au kidharau, hapana. Ngoja nikwambie kitu, chochote kilicho kwenye maisha yako ni wewe kwa sababu upo. Usipokuwepo, hakuna kitu chochote kinachoweza kuwa kwenye maisha yako. Kwa usikubali maisha yako kupoteza thamani kwa sababu ya kitu ambacho kimekuja kwenye maisha yako. Kama haupo, hakipo. Kwa hiyo wewe ni wa muhimu. Usingekuwepo, kisingekuwepo. Anza kutambua thamani yako, nguvu yako na umuhimu wako hapa duniani. Nawapenda. God bless you. Be a shining star. Thank you.